Umesikia mbiu, Yesu okoa, utangazeni kote, Yesu okoa, tiini amri hiyo, nchini baharini, enezeni. Mpendwa mtazamaji wa Hope Channel, ni ukaribishe kwenye kipindi chetu kizuri, kipindi ambacho kimekuwa ni baraka kubwa sana katika maisha yako. Kinapatikana kupitia channel hii ya Hope Channel, na ni usiku masaa kama haya. Leo tuna kipindi kizuri ambacho kitabadilisha mtazamo wa maisha yako. Kabla ya kuanza somo la leo, hebu tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa neema yako na upendo wako. Leo umetupatia neema ya kuisikia sauti yako tena. Ukawe na kila mmoja wetu anayesikiliza kipindi hiki, na kwa neema yako kila anaposikiliza akutane na wewe. Asante maana umesikia na utatenda. Kwa jina la Yesu tumeomba na kuamini, amen. Ni imani yangu kwamba ulibarikiwa sana na kipindi kilichopita. Umejifunza jinsi ambavyo Mungu anahitaji tuweze kumfahamu, na umeelewa jinsi ambavyo maombi yanatupeleka katika kuendana sawasawa na kile ambacho Mungu anataka. Ni imani yangu kwamba pia kuna baadhi ya makosa ambayo umejifunza na unaanza kurekebisha. Bila kusahau, niwapongeze wale ambao siku ya leo wamekuwa wa kwanza kabisa katika kusubiri kipindi chetu. Wamewahi mapema kabisa, na Mungu awabariki. Hujafanya uchaguzi ambao huenda utakuja kujuta. Ni uchaguzi ambao utakuja kufurahia. Umejaa baraka katika maisha ya kila siku. Hujaacha usingizi bure. Mungu ana jambo ambalo anahitaji uweze kujifunza. Leo tuna kichwa kinachosema maombi kwa mtazamo wa ufalme wa Mungu. Kitabu cha Mathayo sura ya 6 fungu la 9 hadi 13 na Luka 11 fungu la 1 hadi la 4, lakini pia tutaangalia Mathayo sura ya 6:33. Hapa utagundua ya kwamba kuna mafundisho muhimu ambayo Mungu amehitaji tuweze kujifunza. Tunazungumzia habari ya sala ya Bwana, tunazungumzia habari ya utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, lakini je, tunaelewa katika uzito wake? Ninajua kwamba kuna masomo yaliyopita ambayo tuliongelea sala ya Bwana jinsi ilivyo, lakini leo tunaangalia katika mtazamo ambao si wa kawaida. Wapendwa katika Bwana Yesu Kristo, leo tunakwenda kujifunza somo ambalo linaweza kubadilisha kabisa maisha yetu ya maombi. Wengi wetu tulifundishwa kuomba tangu tukiwa watoto. Tumejifunza kupiga magoti, kufumba macho, na wakati mwingine kuinamisha vichwa na kusema amina. Wengine tumejifunza kuomba kwa sauti kubwa, wengine kuomba kwa utulivu, wengine ni kufunga na kuomba. Tumejifunza yote haya. Wengine kukesha usiku kucha. Haya yote yana nafasi yake katika maisha ya Mkristo, lakini swali la msingi ni hili: je, tunajua maana halisi ya maombi kwa mtazamo wa Yesu Kristo? Kwa miaka mingi maombi yameeleweka zaidi kama njia ya kumwomba Mungu atutatulie matatizo yetu. Tunapoumwa tunaomba, tunapokosa kazi tunaomba, tunapokuwa na mitihani tunaomba, tunapokuwa na migogoro ya kifamilia tunaomba. Hata hivyo, mara nyingi maombi yetu huanza na kuishia kwenye mahitaji yetu. Tunazungumza zaidi kuhusu kile tunachotaka kuliko kuhusu kile Mungu anachotaka. Lakini tunapofungua Injili tunakutana na Yesu ambaye anabadilisha kabisa mtazamo huu. Yesu hakuanza kwa kuwafundisha wanafunzi wake jinsi ya kupata majibu ya maombi. Aliwafundisha kwanza jinsi ya kumwelewa Mungu, kwa sababu huwezi kuomba kwa usahihi ikiwa humjui unayezungumza naye. Hii ndiyo sababu leo hatutajifunza tu kuhusu sala, tunajifunza kuhusu maombi kwa mtazamo wa ufalme wa Mungu.
Tatizo kubwa la Wakristo wengi si kwamba hawaombi. Tatizo ni kwamba wanaomba kwa mtazamo usio sahihi. Unaanza kujifunza kitu sasa. Wanamwona Mungu kwa mtazamo wa dini ilivyowafundisha, wakati Yesu alikuja kutufundisha mtazamo wa ufalme. Mungu hututazama kama watoto wake. Anatualika tumtumaini kwa tumaini lililo kubwa zaidi kuliko mtoto anavyoweza kumwamini baba yake wa duniani. Kwenye kitabu cha Christ Object Lessons ukurasa 142 ndio tumetoa maneno hayo. Wapendwa, kuna jambo la kushangaza sana ukilisoma Agano Jipya kwa makini. Yesu alihubiri kuhusu ufalme wa Mungu kuliko mada nyingine yoyote. Alipoanza huduma yake alisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia, Mathayo 4:17. Alipowatuma wanafunzi wake aliwaambia waende wakahubiri. Wahubiri kitu gani? Ufalme wa mbinguni umekaribia, Mathayo 10:7. Hata baada ya kufufuka kwake, Biblia inasema akaonekana kwao muda wa siku 40 akisema mambo yaliyohusu ufalme wa Mungu, Matendo 1:3. Sasa jiulize swali hili kwa uaminifu. Kiti cha enzi cha neema kinawakilisha ufalme wa neema. Katika mifano mingi, Kristo alitumia neno ufalme wa mbinguni kuelezea kazi ya neema, na anaelezea kazi ya neema ya Mungu ndani ya mioyo ya wanadamu. Hii ni The Great Controversy, ukurasa ule wa 347 mpaka 348. Utakuta yote haya yakiwa yameelezewa kwa kina. Sasa ikiwa Yesu alizungumza sana kuhusu ufalme wa Mungu, kwa nini mara nyingi sisi huzungumza zaidi kuhusu mafanikio, miujiza, baraka au mahitaji yetu kuliko kuhusu ufalme? Inawezekana tumekuwa tukisoma Biblia lakini tukakosa mada kuu ambayo Yesu alikuja kuifundisha. Hapa ndipo tunaanza kuelewa kwa nini wanafunzi walimwomba Yesu wakimwambia, Bwana, tufundishe sisi kusali. Luka 11 fungu la kwanza. Tambua, hawakusema Bwana tufundishe kufanya miujiza. Hawakusema Bwana tufundishe kuhubiri. Hapana, hawakusema Bwana tufundishe kufunga. Walimwambia tufundishe kusali. Kwa nini? Kwa sababu waliona tofauti kati ya maombi ya Yesu na maombi ya viongozi wengine wa dini. Yesu hakuomba kama mtu anayefanya ibada ya kawaida. Aliomba kama mwana anayezungumza na baba yake. Kulikuwa na mamlaka, kulikuwa na utulivu, kulikuwa na imani na matokeo katika maombi yake. Wanafunzi walitamani kujifunza siri hiyo, lakini jambo la kushangaza ni kwamba Yesu hakuwafundisha mbinu za kuongeza sauti. Hapana. Yesu hakuwafundisha muda wa kuomba, labda saa 9 amka saa 8. Kusema yote. Yesu hakuwafundisha mahali pa kuomba, uwe kanisani, uwe kwenye kichaka, kwenye mti. Badala yake aliwafundisha mtazamo wa kuomba. Ndio maana kabla ya kusema Baba yetu uliye mbinguni, Yesu kwanza aliwafundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Hili ni somo ambalo kanisa linahitaji kulisikia tena na tena. Leo kuna watu wengi wanaojua jinsi ya kuomba, lakini hawajui jinsi ya kuishi chini ya utawala wa Mungu. Ndio, kuna watu wanajua jinsi ya kufunga, lakini hawajui kusudi la ufalme. Kuna watu wanajua jinsi ya kudai ahadi za Mungu, lakini hawajui wajibu wa raia wa ufalme. Ndio maana mara nyingi kuna kukatishwa tamaa katika maisha ya maombi. Tunataka Mungu afanye mapenzi yetu. Hili nimelisema sana katika masomo yaliyopita, wakati Yesu alikuja kutufundisha kuomba, mapenzi yako yatimizwe. Tunataka Mungu alete mipango yetu mbinguni, wakati Yesu anatufundisha kuleta mapenzi ya mbinguni duniani.
Ellen G. White anapoandika kuhusu hili anasema hivi: maombi ni kufungua moyo kwa Mungu kama kwa rafiki. Si kwamba ni lazima tumweleze Mungu sisi ni nani, bali ni ili kutuwezesha sisi kumpokea. Maombi hayamshushi Mungu aje kwetu, bali hutuinua sisi kwenda kwake. Steps to Christ, ukurasa wa 93. Mtazamaji, kauli hii inatufundisha jambo muhimu sana. Maombi si njia ya kumpa Mungu taarifa ambazo hazijui. Maombi yanatuonyesha kile ambacho Mungu alivyo, lakini Mungu tayari anajua mahitaji yetu, hofu zetu na hata mawazo yetu. Maombi yanabadilisha kwanza mwombaji kabla hayajabadilisha mazingira yake. Kwa hiyo katika safari yetu ya leo, hatutajifunza jinsi ya kupata majibu ya maombi na kuishia hapo. Tunajifunza jinsi ya kuwa raia wa ufalme wa Mungu wanaojua namna ya kumkaribia mfalme wao. Tutagundua kwamba Biblia ni katiba ya ufalme. Maombi ni hati ya mahitaji ya raia mbele ya mfalme. Roho Mtakatifu ni msaidizi anayetuongoza kuelewa mapenzi ya Mungu. Sala ya Bwana si maneno ya kukariri pekee, bali ni mfano wa jinsi ya kuomba, ni maelekezo, ni template. Ninaomba unaposikiliza ujumbe huu usisikilize kwa lengo la kupata maarifa mapya tu. Hapana, mwombe Roho Mtakatifu. Mwombe Roho Mtakatifu akubadilishe mtazamo, kwa sababu ukibadilisha mtazamo wako kuhusu ufalme, utabadilisha pia mtazamo wako kuhusu maombi. Ukibadilisha mtazamo wako kuhusu maombi, utabadilisha maisha yako ya kiroho. Basi kwa neema ya Mungu, tuanze safari hii kwa kujibu swali la msingi kwanza, ambayo natamani kila mmoja wetu aweze kujiuliza hili swali na tuangalie majibu yake. Nalo ni hili: kwa nini Yesu alifanya ufalme wa Mungu kuwa msingi wa kila kitu alichofundisha? Na hilo lina uhusiano gani na maisha yetu ya maombi? Sasa sikia, ufalme ndio unaofafanua Biblia yote. Ukitaka kuelewa Biblia, lazima uanze na ufalme. Ndugu zangu, Yesu kabla hajafundisha chochote kwa undani, aliwafundisha kuhusu ufalme. Na kabla hatujaingia kwa undani katika fundisho la maombi, ni lazima kwanza tujenge msingi imara. Si unajua kwamba mjenzi mwenye hekima haanzi kwa kujenga paa, huanza kwa msingi. Vivyo hivyo, Yesu hakuanza kuwafundisha wanafunzi wake namna ya kuomba. Kwanza aliwafundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Hapa ndipo msingi ulipo. Kwa nini? Kwa sababu maombi hayawezi kueleweka nje ya muktadha wa ufalme. Biblia yote, ili uweze kuielewa vyema, ni lazima uweze kuitazama katika mtazamo wa kifalme, sio wa kidemokrasia. Hii ni hoja ambayo wengi huipuuzia, lakini kiukweli ndio ufunguo wa kuelewa ufalme wa Yesu. Watu wengi huona Biblia kama kitabu cha dini, wengi sana. Wengine wanaitazama Biblia kama kitabu cha maadili au cha kihistoria. Hayo yote yapo ndani yake, lakini si ujumbe wake mkuu. Ujumbe mkuu wa Biblia ni Mungu akimrejesha mwanadamu chini ya utawala wake. Mwanzo wa Biblia unathibitisha jambo hili. Mungu alipomuumba Adamu na Hawa, hakuwatajia jina la dini kama wengine wanavyosingizia. Hakuwajengea hekalu,
Hakuwapa mfumo wa ibada, hapana. Najua sabato ipo katika Mwanzo sura ya 2, lakini sio kitu cha kwanza. Aliwaweka katika bustani na akawapa mamlaka. Biblia iko wazi kabisa. Hebu tuiangalie Biblia kile ambacho inakisema kwenye kitabu cha Mwanzo, katika Mwanzo sura ya 1, uone kile Biblia inachosema. Biblia inasema, zaeni muongezeke, mkaijaze nchi na kuimiliki, muwatawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila kiumbe hai kitembeacho duniani. Hiyo ni Mwanzo 1:28. Mi nasoma Kiswahili cha kisasa. Hii ni lugha ya kifalme, monarch statement. Adamu alikuwa mwakilishi wa mfalme duniani. Ellen White anasema hivi, he was placed as God's representative over the lower orders of being. Thou madest him above to have dominion over the works of thy hands. Thou hast put all things under his feet. Patriarchs and Prophets, ukurasa 45. Aliwekwa kama mwakilishi wa Mungu juu ya viumbe wa chini. Ulimpa mamlaka juu ya kazi za mikono yako. Umeweka vitu vyote chini ya miguu yake. Umeanza kupata picha ya utawala ambao Mungu alikupatia. Mungu ni mfalme juu ya vyote. Ingawa mwanadamu alipewa mamlaka ya juu ya kazi ya mikono ya Mungu, aliweza kutawala kwa nguvu za Mungu pekee. Kusudi la Mungu lilikuwa kutawala ulimwengu kupitia mwanadamu. The Present Truth, Volume 13. Kuna kitu nataka ukipate hapo. Mungu anatawala dunia kupitia mwanadamu. Dunia ilikuwa eneo ambalo utawala wa Mungu ulipaswa kuonekana kupitia maisha ya mwanadamu. Tatizo limetoka wapi? Lakini dhambi ilipoingia, mwanadamu hakupoteza dini, alipoteza utawala wa Mungu katika maisha yake. Ndio maana historia yote ya Biblia ni historia ya Mungu akifanya kazi ya kumrudisha mwanadamu katika uhusiano na utawala wake. Kwa nini Yesu alianza na ufalme? Yesu alipoanza huduma yake hakusema tubuni kwa maana dini mpya imekuja. Hapana. Yesu hakusema tubuni kwa maana dini mpya imewasili. Hapana. Yesu hakusema tubuni kwa maana dhehebu jipya limefika. Biblia inasema tokea wakati huo Yesu alianza kuhubiri na kusema tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo 4:17. Hilo ndilo fundisho la kwanza la Yesu. Neno tubuni linamaanisha kubadili fikra na mwelekeo wa maisha. Yesu alikuwa anasema, sikia vizuri hapa, Yesu alikuwa anasema badilisheni namna mnavyofikiri, kwa sababu sasa Mungu anawarejesha chini ya utawala wake. Nafikiri unaanza kupata pointi sasa. Hii ndiyo sababu karibu kila mfano aliyoutoa Yesu ulianza kwa maneno ufalme wa mbinguni umefanana na. Alizungumzia ufalme kwa mfano wa mbegu ya haradali. Unakumbuka hii story vizuri. Akazungumzia ufalme kwa mfano wa chachu au hamira. Akazungumzia ufalme kwa mfano wa lulu yenye thamani. Huyu ni Yesu huyu. Akazungumzia ufalme kwa mfano wa hazina iliyofichwa. Akazungumzia ufalme kwa mfano wa mfalme aliyefanya harusi ya mwanawe. Kwa nini? Kwa sababu Yesu alitaka watu waelewe ufalme kabla ya kuelewa mambo mengine. Tatizo la kanisa la leo ni kwamba leo tunazungumza sana kuhusu mafanikio. Mwanzoni pale nilianza kulisema, ili lianze kuingia kwenye akili yako. Tunazungumza sana kuhusu uponyaji. Tunazungumza sana kuhusu miujiza. Tunazungumza sana kuhusu unabii. Nafikiri hapa nimegusa kila dhehebu na ya kwao.
lakini mara nyingi tunatumia muda mchache kuzungumzia ufalme wa Mungu. Hata hivyo, Yesu alifanya ufalme kuwa kitovu cha mafundisho yake. Jiulize swali hili pia unapotazama kipindi hiki. Ikiwa Yesu alifanya ufalme kuwa kipaumbele chake, kwa nini sisi wakati mwingine tunaufanya kuwa somo dogo sana, tena la ziada wakati mwingine? Kwa nini? Haya maswali unapojiuliza yanakusaidia kupiga hatua fulani. Huenda kuna kitu hatujakielewa, na huenda hapa ndipo chanzo cha matatizo mengi ya kiroho kilipo. Tunataka matunda ya ufalme bila kujifunza kanuni za ufalme. Tunataka ahadi za mfalme bila kujisalimisha kwa mamlaka ya mfalme. Tunataka baraka za mbinguni bila kukubali utawala wa mbinguni. Lakini Yesu anasema haiwezekani. Baada ya kufufuka, Yesu bado alifundisha ufalme. Umeliona hilo? Tulianza katika kuangalia vizuri hili somo mwanzoni pale. Jambo la kushangaza ni kwamba hata baada ya kutoka kwa wafu, Yesu hakuacha kufundisha kuhusu ufalme. Biblia imeliweka wazi hili. Biblia imeweka wazi. Hebu tuangalie kile ambacho Biblia inasema kwenye kitabu cha Matendo, uone baada ya ufufuo wake nini kilitokea. Biblia inasema kwa muda wa siku 40 baada ya kifo chake aliwatokea mara nyingi kwa namna ambazo zilithibitisha kabisa kwamba alikuwa hai. Walimwona naye aliongea nao juu ya ufalme wa Mungu. Hii ni Matendo 1:3 Kiswahili cha kisasa. Sasa fikiria jambo hili kwa makini. Tuliza akili yako, ufikirie kwa makini hapa. Yesu alikuwa na siku 40 tu kabla ya kupaa kwenda mbinguni. Angeweza kuzungumzia mambo mengine, angeweza kuongelea jambo lolote ambalo alikuwa analitaka. Angeweza kuwapa mbinu za kuanzisha makanisa, angeweza kuwapa mpango wa uongozi, wafundishe uongozi wa kanisa linaongozwa namna hii. Angeweza kuwapa mbinu za uinjilisti pia, lakini Biblia inasema aliendelea kufundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Hiyo inaonyesha kwamba ufalme haukuwa mada ya pembeni, ulikuwa moyo wa ujumbe wake. Wokovu ni kuhamishwa kutoka ufalme wa giza na kuingia katika ufalme wa nuru. Mtume Paulo analiweka hili vizuri kabisa anapoelezea kuhusu wokovu. Anaeleza wokovu kwa lugha ya ufalme. Anasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Wakolosai 1:13. Sasa kuna maneno nahitaji uwatazame vizuri hapa. Anatuhamisha. Hili ni neno la uraia. Bado hujaelewa, narudia tena. Akatuhamisha. Hili ni neno ambalo linaongelea habari ya kuhamisha uraia. Mchungaji, kwani tulikuwa tuko wapi? Tulikuwa chini ya utawala wa dhambi, tuliongozwa na tamaa, tuliongozwa na mfumo wa dunia. Lakini Kristo alipotukomboa tu, kuna kitu kikatokea. Hakutusamehe dhambi peke yake, alitubadilisha uraia. Hiki ni kitu cha msingi sana. Sasa sisi ni raia wa ufalme wa Mungu. Ndio maana Paulo anaongeza katika maandishi yake kwenye Wafilipi 3:20, anasema lakini wenyeji wetu huko mbinguni. Hii haimaanishi kwamba hatuishi duniani. Inamaanisha kwamba tunafuata sheria za ufalme wa mbinguni tukiwa bado tunaishi duniani. Wow! Hii ndiyo unatakiwa uibebe.
Kwa hiyo tuna operate hapa, tunatenda kazi kwa kufuata taratibu za ufalme wa mbinguni, lakini tunaishi hapa. Ellen White anaunga mkono hili kwenye kitabu ambacho amekiandika akisema maneno haya: ufalme wa Mungu huanza ndani ya moyo wa mwanadamu. Anasema msitafute ishara za mamlaka au nguvu za kidunia ili kuthibitisha kuja kwa ufalme huo. Hiki ni kitabu cha The Desire of Ages, ukurasa 506. Sasa wazo kuu ni lipi hapa? Wazo kuu ni kwamba ufalme wa Mungu huanza ndani ya moyo wa mwanadamu, huanza kwa mabadiliko ya ndani. Hauanzi kwa mabadiliko ya kisiasa wala ya kijamii. Unaanza pale ambapo Kristo anapopewa nafasi ya kutawala maisha ya mtu. Hii inaendana kabisa na mafundisho ya Yesu Kristo. Ufalme si eneo la kwanza, ni utawala, na utawala huo huanza ndani ya moyo. Labda umempokea Yesu miaka mingi na huenda hata ulishabatizwa, lakini jiulize maswali haya. Je, Yesu ni mwokozi wangu tu au pia ni mfalme wa maisha yangu? Unajua, Biblia inasema kwamba Yesu ni Bwana na Mwokozi. Tunapenda upande wa Mwokozi, hatupendi upande wa Bwana, kwa sababu hata hivyo neno Bwana ni monarch name, sio jina la kawaida, ni jina lake. Utalisikia kule ukienda Uingereza wanapotumia mfumo wa kifalme, utasikia kuna kitu kinaitwa the House of Lords. Kwa hiyo usimpende tu upande mmoja wa kwamba Yesu ni Mwokozi, lakini ujue pia anatakiwa awe Bwana wa maisha yako. Lakini swali lingine hapo natamani ujiulize ni hili: je, maamuzi yangu yanaongozwa na neno la Mungu au na utamaduni wa dunia? Je, ninapotafuta kazi, mwenzi wa maisha, biashara au elimu, natafuta kwanza mapenzi ya mfalme au mapenzi yangu? Haya ndiyo maswali ambayo kila mtoto wa Mungu anatakiwa kujiuliza, kwa sababu huwezi kusema ufalme wako uje ikiwa bado unakataa kutawaliwa na mfalme. Kwa hiyo kabla hatujaingia katika fundisho la maombi kwa kina kwa dakika zilizosalia, lazima tukubali ukweli huu: maombi hayaanzi kwa mahitaji ya mwanadamu. Maombi huanza kwa kumtambua mfalme. Ukimwelewa Mungu kama mfalme, utaelewa kwa nini Yesu alisema Baba yetu uliye mbinguni. Ukimwelewa Mungu kama mfalme, utaelewa kwa nini Yesu alisema ufalme wako uje. Na ukimwelewa Mungu kama mfalme, utaelewa kwa nini maombi yanakuwa sio mbinu ya kumbadilisha Mungu, bali ni njia ya kuoanisha maisha yetu na mapenzi ya ufalme wake. Mnakumbuka wakati fulani, wakati nafundisha ya masomo, nilielezea habari ya gari wheel alignment, kwamba ikitokea kwamba unaendesha gari ambalo matairi yake hayajakaa sawa, hayaendani vizuri, gari haliwezi kwenda vizuri. Kwa hiyo maombi yanatusaidia sisi tuweze kwenda sambamba na kile ambacho Mungu anahitaji, na siku zote kile ambacho Mungu anahitaji ni bora na kizuri kuliko kile ambacho tunakihitaji sisi. Sasa sikiliza hili: maombi sio ibada ya kidini, ni hati ya kisheria ndani ya ufalme. Ndiyo. Sasa hapa uanze kunisikiliza kwa umakini, maana tunaanza kugusa moyo wa somo la leo. Baada ya kuelewa kwamba ufalme ndio msingi wa Biblia yote, sasa tunaweza kuelewa kwa nini Yesu alifundisha maombi kwa mtazamo wa kifalme. Nafikiri unaanza kupata picha sasa. Kwa nini alifundisha kwa mtazamo tofauti kabisa na viongozi wa kidini walivyokuwa wanafundisha?
Yesu alifundisha maombi kwa namna tofauti kabisa na viongozi wa dini wa wakati wake. Tatizo ambalo Yesu alilikuta halikuwa kwamba watu hawaombi. Hapana, tatizo lilikuwa namna walivyokuwa wanaomba. Twende vizuri, tuanze kuona hapa. Wayahudi walikuwa na desturi nyingi za maombi. Mafarisayo kwa mfano, wao waliomba kwa staili ya tofauti kidogo. Hebu tuangalie Mafarisayo. Mafarisayo waliomba kabisa, lakini wao waliomba hadharani. Walisimama kwenye masoko na kwenye kona za barabara ili waonekane na watu. Unaweza kupata hii picha waonekane na watu, waanze kuonekana kwamba wao walikuwa ni watu wa kiroho wanaoshika dini vizuri. Wengine walikuwa wakirudia maneno yale yale mara nyingi, wakidhani kwamba urefu wa sala ndio ungeleta majibu. Ndio maana Yesu alisema, ninyi msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao hupenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Unasikia sentensi, ili waonekane na watu, ndio lengo lao. Na akaendelea kusema katika, hiyo ni Mathayo 6 fungu la 5, akaendelea kusema hivi, nanyi msalipo msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao udhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya maneno yao kuwa mengi. Hilo ni fungu la 7 Mathayo sura ya 6. Kwa umeona, Mafarisayo wana stahili yao, mataifa wana stahili yao. Yesu alikuwa anapinga nini hapa, ambacho ndicho cha msingi tukione, ili tusije tukakirudia katika maisha ya leo? Hakupinga maombi, hakupinga kusali hadharani, usije ukamnukuu vibaya. Hakupinga kusali kwa muda mrefu hapa. Alikuwa anapinga mtazamo usio sahihi kwa maombi. Maombi alikuwa amegeuzwa kuwa maonyesho ya kidini badala ya ushirika na Mungu. Hata leo hatari hiyo hiyo bado ipo. Mtu anaweza kujua maneno yote ya maombi, anaweza kujua namna ya kuomba kwa sauti, anaweza kujua namna ya kufunga, lakini bado asiwe na uhusiano wa kweli na Baba. Hii ndiyo sababu Yesu alitanguliza mafundisho kabla ya kuwapa mwongozo wa maombi. Umegundua hata katika vipindi hivi tunatumia muda mwingi sana kufundisha kuliko kusema njoo nikuombee, ngoja nikuombee. Lengo letu ni kukupeleka katika uhusiano na Baba. Sasa elewa kwamba katika ufalme wa Mungu kuna kitu kinaitwa petition au hati ya madai. Hizi ni lugha za kifalme. Sasa hati ya madai ni nini, au petition ni nini katika ufalme wa Mungu? Sikiliza vizuri hapa. Katika mtazamo wa ufalme, hati au petition ni ombi rasmi ambalo raia humpelekea mfalme au mamlaka ya juu kwa msingi wa sheria zilizopo. Zingatia neno, kwa msingi wa sheria zilizopo. Petition haijengwi juu ya hisia, haijengwi juu ya huruma, haijengwi juu ya maneno mengi. Inajengwa juu ya haki inayotambuliwa na sheria. Nafikiri unaanza kupata pointi hapa sasa. Maombi ya Kikristo yanapaswa kuwa na msingi wa neno la Mungu. Zingatia msingi wa neno la Mungu, sio maoni yangu, neno. Tunapomwomba Mungu atupe hekima, tunasimamia juu ya ahadi ya Yakobo 1:5 anaposema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei. Nitarudia tena huko mwishoni, nifuatilie tu vizuri. Anasema naye atapewa. Hili linapaswa lieleweke vizuri kabisa, kwamba unapodai hekima kuna mahali umesimamia. Angalia vizuri, anasema awapaye wote kwa ukarimu, wala hakemei. Anasema naye atapewa. Vipi tunapoomba msamaha? Tunapoomba msamaha
tunasimamia juu ya waraka kwanza wa Yohana 1:9. Tunapoomba nguvu, tunasimamia juu ya Isaya 40:31. Tunapoomba amani, tunasimama juu ya Wafilipi 4:6-7. Kwa hiyo maombi yetu yanakuwa na msingi kwa sababu tunasimama katika kile ambacho mfalme mwenyewe ameahidi. Sio kwamba Mungu amesahau, ni kwa sababu imani hushika ahadi za Mungu na kuziwasilisha mbele zake kama madai. Nakumbuka Danieli aliomba. Mfano wa maombi ya Danieli ni moja ya mifano bora kabisa ambayo napenda kuitumia napofundisha hati ya maombi au petition katika Biblia. Katika Danieli sura ya 9, Danieli hakukaa tu akisema Bwana tufungue kutoka Babeli. No, alianza kwa kusoma maandiko ya nabii Yeremia. Aligundua kwamba Mungu alikuwa ameahidi miaka 70 ya utumwa ingeisha. Baada ya kujua ahadi hiyo, alipoijua ndipo akaanza kuomba. Hebu nisikilize hapo kwa umakini. Unaanza kunielewa kwa nini shetani anawaweka watu mbali na Biblia? Kwa sababu katika Biblia utajua haki zako. Danieli hakubahatisha, aliomba kutokana na neno la Mungu. Twende vizuri hapa. Maombi yake yalikuwa na msingi wa ahadi ambayo Mungu tayari alikuwa ameitoa. Hii ndiyo sababu petition yake au hati yake ilikuwa na nguvu. Twende bado. Twende kwenye Suleiman. Umsikie Suleiman naye alivyo kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza sura ile ya 3. Utaisoma kwa muda wako. Lakini Suleiman alipopewa nafasi ya kuomba chochote, hakuanza kwa kuomba utajiri. Hakusema nipe majeshi makubwa. Hakusema nipe dhahabu nyingi. Aliomba basi sasa umpe mtumwa wako moyo wa kufahamu, moyo wa hekima. Wafalme wa Kwanza 3:9. Kwa nini? Kwa sababu alitafuta kwanza kile ambacho kingetimiza kusudi la Mungu, na Mungu akampa si hekima peke yake, bali hata yale ambayo hakuyataka au hakuyaomba. Hii ndio kanuni ya Mathayo sura ya 6:33. Tunalisoma sana hili andiko. Kwa nini maombi mengine hayajibiwi? Hili ni swali ambalo watu wengi wamekuwa wakiuliza. Mathayo inasema utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Nimekuwa nikiulizwa maswali haya na watu wengi sana. Mfano nasema, mchungaji, je, Mungu hasikii? Hapana. Biblia inatupa sababu kadhaa zinazoweza kuzuia maombi yetu. Nakupa chache leo. Yakobo 4:3. Yakobo 4 fungu lile la 3. Yes, anasema mwaomba wala hampati, kwa sababu mwaomba vibaya. Umeona hiyo point? Mwaomba vibaya. Kwa hiyo sio kila mtu anayeomba anapewa, kwa sababu kuna kuomba vizuri. Nimelisema hili na kulirudia, sina haja ya kuishi hapo sana. Twende Zaburi 66, Zaburi 66 fungu la 13. Zaburi 66 fungu la 13, la 18, samahani, 66. Kama ningaliangalia uovu moyoni mwangu, Bwana asingesikia. Unaomba ili nini? Kuna watu wanaomba kwa lengo la uovu, hiyo ni moja. Lakini kuna watu wanaomba hawajaachilia vitu. Kuna vitu vinazuia hayo maombi, tutaviangalia baadaye. Isaya 59 fungu la 1 mpaka la 2 ameweka vizuri kabisa. Anasema hivi, tazama mkono wa Bwana haukupungua hata usiweze kuokoa, bali maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu. Umeanza kuona vitu kadhaa vimetajwa hapa. Sasa haya yote yanaonyesha kwamba
Mungu si mashine ya kujibu maombi. Yeye ni Baba, yeye ni mfalme, na majibu yake yanalingana na tabia yake takatifu na mapenzi yake mema. Kuna kile kitabu ambacho nakipenda sana cha Ellen White kinaitwa Steps to Christ, ambacho nakisema sana na kukinukuu mara nyingi sana. Kuna maneno haya: ili tupate kusikia na kujibiwa maombi yetu, yapo masharti ya kutimizwa. Tunapaswa kutambua hitaji letu, kutubu dhambi zetu, na kuwa tayari kuwaondolea wengine makosa yao. Umepata hiyo picha vizuri hapo? Hii ni sura ile ambayo inaitwa The Privilege of Prayer. Sasa zingatia kile ambacho kinasemwa hapa vizuri kabisa. Kauli hii inaonyesha kwamba maombi si mbinu ya kumshawishi Mungu. Hapana, ni mwaliko, tena mwaliko wa kuingia katika uhusiano unaojengwa juu ya imani, toba, utii na kutegemea neema ya Mungu. Sasa jiulize maswali haya. Je, maombi yangu yanajengwa juu ya neno la Mungu? Umewahi kujiuliza hicho kitu? Au juu ya hisia zangu? Je, ninapotafuta majibu, kwanza natafuta kujua mapenzi ya Mungu? Je, ninaomba kama mtoto anayemwamini baba au kama mtu anayejaribu kumbadilisha Mungu? Kuna watu wanamwomba Mungu tayari ameshaweka vitu vyake, listi yake. Haya ndiyo maswali ambayo Yesu anatualika tuyatafakari leo, kwa sababu maombi ya ufalme si njia ya kumlazimisha Mungu afanye tunachotaka. Tuliza akili yako hapo sasa. Ni njia ya kutuleta katika nafasi ambayo tunaomba kile ambacho Mungu tayari amekusudia kufanya. Lakini hapa kuna swali muhimu sana tamani tujiulize. Ikiwa hati yetu ambayo tumeita petition lazima ijengwe juu ya sheria za kifalme, basi swali, sheria hizo zinapatikana wapi? Twende vizuri. Ikiwa raia wa ufalme anapaswa kujua haki zake, basi ni kitabu gani kinachofafanua haki hizo? Rafiki yangu, hiki kitabu hiki, Biblia, ni katiba ya ufalme wa Mungu. Mtu asiyejua katiba hawezi kufurahia haki zake kama raia katika ufalme wowote. Mtoto wa Mungu nanisikiliza, baada ya kuelewa kwamba maombi ni petition, ni hati ya kisheria, swali linalofuata ni hili: hati hiyo inasimama juu ya nini? Katika taifa lolote lenye utawala wa sheria, hakuna mahakama inayotoa hukumu kwa msingi wa hisia. Jaji haamui kwa sababu anakuhurumia, anaamua kwa sababu sheria inasema nini. Tuseme tu siku hizi wanapitisha sheria wakati mwingine kwa sababu ya kupewa pesa, kwa sababu ya maslahi binafsi, lakini utaratibu uko hivyo. Vivyo hivyo katika ufalme wa Mungu. Mungu ni mwenye rehema, lakini pia ni Mungu wa utaratibu. Hajatengeneza ufalme unaoongozwa na hisia za kila siku. Ameweka neno lake kuwa msingi wa utawala wake. Tulia kidogo. Ndio maana Mungu hashawishiwi na machozi yako japo anakuhurumia. Mungu atazingatia utaratibu. Ingekuwa hivyo, Mungu angewaokoa watu wote wanaolia bila kupitia Yesu Kristo. Ndio. Na mi nikuambia hivi, ni kweli Mungu anaona unavyolia, anakuhurumia kabisa kabisa kabisa, lakini kuna kanuni za kifalme lazima zizingatiwe. Sasa sikia, Biblia ni katiba ya ufalme wa Mungu. Kama katika katiba ya nchi inavyoeleza haki na wajibu wa raia,
Ndivyo Bibilia inavyofafanua maisha ya raia wa ufalme wa Mungu. Sasa katiba ni nini? Katiba ni sheria kuu ya nchi. Sheria nyingine zote hupimwa kwa katiba. Kiongozi hawezi kuamka asubuhi na kubadilisha katiba kwa sababu eti tu ameamua kubadilisha au kwa sababu ya hisia zake. Katiba ndiyo hulinda haki za wananchi. Hivyo ndivyo ilivyo katika ufalme wa Mungu. Biblia si mkusanyiko wa hadithi kama unavyochukulia nzuri za kuvutia. Si kitabu cha maadili peke yake, si kitabu cha historia ya Israeli tu. Ni tamko la mapenzi ya mfalme kwa raia wake. Ndio maana Daudi alisema, napenda sana hii kwenye kitabu cha Zaburi. Daudi ameweka hivi, anasema hivi, nimefaidika, nasoma Kiswahili cha kisasa, lakini nimefaidika kutokana na taabu yangu, maana imenifanya nijifunze masharti yako. Zaburi 119 fungu la 71. Unasikia vizuri hapo, ametaabika akajifunza masharti. Lakini ukienda fungu la 72 anasema hivi, sheria ulioweka ni bora kwangu kuliko mali zote za dunia. Umegundua hapa kuna watu wanatafuta mali zote za dunia, lakini hawatafuti kanuni za kimungu. Sasa kwa nini Daudi alitambua hili? Kwa sababu Daudi alielewa kwamba ndani ya neno la Mungu kulikuwa na mwongozo wa maisha. Kwa nini baadhi ya Wakristo hawafurahii ahadi za Mungu leo? Au nisemeje, ngoja niliweke vizuri hili. Kwa nini baadhi ya Wakristo leo hawana raha au hawapati faida ya ahadi za Mungu? Jibu linaweza kuwa rahisi kuliko tunavyofikiri. Wengi wetu tunajua vifungu vichache vya Biblia, hatujui katiba yetu. Hebu fikiria mtu ambaye anateswa kwa sababu tu hajui katiba. Nakumbuka Paulo alipopigwa viboko aliwaambia, mimi ni Mrumi, raia wa Rumi, kwa sababu alijua haki ya raia. Sasa fikiria mfano huu. Mtu ana haki ya kurithi mali yenye thamani ya mamilioni ya shilingi, lakini hajui kwamba jina lake limo kwenye wosia wa marehemu, kwamba yeye ndiye mrithi. Na huyo mtu ukimtazama anaendelea kuishi maisha ya umaskini, anaishi kwenye shida. Sasa nikuulize swali, je, tatizo liko kwa aliyemwachia urithi? Hapana, tatizo ni kwamba hajui alichoachiwa. Ndivyo ilivyo kwa Wakristo wengi. Biblia imejaa ahadi, lakini wengi wanaishi kana kwamba ahadi hizo hazipo. Si kwa sababu Mungu amezifuta, ni kwa sababu hawajazijua. Ndio maana Hosea ameandika kwenye kitabu cha Hosea sura ya 4 fungu la 6, anasema watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa maarifa. Hosea hasemi watu wangu wanaangamizwa kwa kukosa fedha. Hosea hasemi kwa kukosa vipawa. Anasema kwa kukosa maarifa. Swali ni maarifa ya nini? Maarifa ya Mungu na neno lake. Yesu alitumia katiba ya ufalme mara zote. Hakuna mfano bora kuliko Yesu mwenyewe. Alipojaribiwa jangwani, shetani alimjaribu mara kadhaa, mara 3 kama unakumbuka vizuri. Alimjaribu mara 3. Yesu hakujibu kwa kuanza kwa hoja za kibinadamu. Hapana, hakusema ninahisi, hakusema nadhani. Alisema imeandikwa. Hii ndiyo lugha ya raia anayejua katiba, na shetani anaiogopa hii. Yesu alijua kwamba mamlaka ya neno la Mungu ni makubwa kuliko hoja zote za adui. Hata shetani alipojaribu kutumia maandiko vibaya, Yesu alimjibu kwa maandiko yaliyotafsiriwa kwa usahihi. Hii inatufundisha kwamba haitoshi kujua mistari ya Biblia,
Lazima tuielewe Biblia katika muktadha wake. Roho Mtakatifu hata tufundisha kinyume cha katiba. Leo kuna watu wanaosema watu ni waajabu sana. Leo kuna watu wanaosema Roho ameniongoza kufanya hivi, lakini kile wanachofanya kinapingana na maandiko. Haiwezekani. Sikiliza nikwambie, Roho Mtakatifu ndiye aliyevuvia Biblia, hawezi kupingana na neno alilolitoa. Ndio maana Yesu alisema neno lako ndio ukweli, kwenye Yohana 17:17, na Paulo akaongeza kila andiko lenye pumzi ya Mungu katika Timotheo wa pili 3:16-17. Kwa hiyo kila uamuzi wa Mkristo, sikiliza hapa vizuri, kila uamuzi wa Mkristo unapaswa kupimwa kwa katiba ya ufalme. Ahadi za Mungu ndizo msingi wa hali yetu ya madai. Tunapoomba Bwana nipe amani, hatubahatishi, tunasimama juu ya ahadi. Unakumbuka vizuri Yohana 14:27, amani yangu nawapa. Tunapoomba hekima, mnakumbuka tusema mwanzoni, tunasimamia Yakobo 1:5 anaposema kuhusu hekima. Tunapoomba msamaha, mnakumbuka tulisema nini? Yohana wa kwanza 1:9. Tunapoomba ulinzi, tunasimamia Zaburi ya 91. Nina somo zima kuhusu Zaburi ya 91. Hapo ndipo maombi yanabadilika, hayawi tena orodha ya matamanio, yanakuwa hati ya madai inayojengwa juu ya ahadi za katiba za ufalme. Tunakaribia kufunga na kuingia kwenye maombi sasa. Ellen White anaeleza juu ya umuhimu wa neno la Mungu. Anasema Biblia ni sauti ya Mungu inayozungumza nasi, kana kwamba tungeweza kuisikia kwa masikio yetu. Kama tungetambua hili, tungefunguaje neno la Mungu kwa heshima kubwa na kuchunguza mafundisho yake kwa bidii? Hii ni Testimonies for the Church volume 6 ukurasa 393. Kauli hii inatukumbusha kwamba tunapoisoma Biblia hatusomi mawazo ya wanadamu, tunaisikiliza sauti ya mfalme. Na raia mwenye hekima huisikiliza sauti ya mfalme wake. Jiulize maswali haya. Je, nina muda wa kusoma habari kila siku, lakini sina muda wa kusoma katiba ya ufalme? Je, ninajua sheria za nchi ninayoishi kuliko navyojua neno la Mungu? Je, ninapotafuta majibu ya matatizo yangu, ninaanza na ushauri wa watu au ninaanza na maandiko? Haya ni maswali muhimu kwa kila Mkristo anahitaji kujifunza ukweli kuhusu maombi, kwa sababu huwezi kuwasilisha hati ya madai yenye nguvu ikiwa hujui katiba, na huwezi kuishi kama raia wa ufalme ikiwa hujui sheria za ufalme huo. Kwa hiyo, wapendwa, Biblia si kitabu cha kuweka mezani siku ya ibada tu. Ni katiba ya maisha yetu. Ndani yake tunajifunza tabia ya mfalme, anataka tumfikieje. Ndani yake tunajifunza haki zetu, ni vitu gani ni haki ya msingi kwangu. Ndani yake tunajifunza wajibu wetu, natakiwa nifanye nini. Sio umepewa umeme, umewekewa kila kitu, bado unataka Mungu aje akuwashie umeme. Ndani yake tunapata ahadi ambazo tunazipeleka mbele za Mungu kama hati ya madai au maombi. Na hapo ndipo tunaanza kuelewa kwamba hatuko peke yetu katika kuielewa katiba hii. Mfalme ametupa mwalimu, Mungu ametupa Roho Mtakatifu.
Roho Mtakatifu ni msaidizi wa raia wa ufalme. Hatujaachwa kuishi maisha ya ufalme kwa nguvu zetu wenyewe. Na kama kuna kitu leo unatakiwa ukiombe kwa Mungu, tunapoingia kwenye maombi sasa, Roho Mtakatifu mwalimu akufundishe. Yuko ndani yako, mwambie nifundishe, nahitaji kujua neno, nahitaji kujua haki zangu, nahitaji kujua ahadi. Jumatano ijayo tutaangalia kwa kina Roho Mtakatifu anavyotufundisha, na tutaona zaidi ya hapa tuingieje kwenye maombi. Sijui ni kitu gani unachokipitia leo. Simama katika ahadi. Wewe ni mtoto wa Mungu, ndio maana Yesu akawambia semeni Baba yetu. Mimi sijui unapitia nini leo. Tunapoingia kwenye maombi sasa, simama kwa haki za kikatiba. Kumbuka, unaishi duniani lakini raia wa mbinguni. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe. Hiki ndicho tunachokitazama leo. Sijui kama unapitia ugonjwa, kuna haki ya kikatiba ya uponyaji. Sijui unapitia changamoto ya uchumi, kuna haki ya kikatiba. Changamoto ya ndoa, omba hekima ya kimungu. Nakupa dakika moja, ongea na Mungu, kisha tutaomba pamoja. Endelea kuomba ndani ya moyo wako. Peleka yale mahitaji yako katika sura ya kifalme. Endelea kuomba popote ulipo unapofuatilia kipindi hiki. Endelea kuomba, endelea kuomba, endelea kuomba. Tunaomba. Baba, katika jina la Yesu, leo tumeangalia sehemu ya kwanza ya somo letu. Tumeelewa umuhimu wa kuelewa ufalme. Tumeelewa jinsi ambavyo tumekosa mengi kwa sababu ya kutokuelewa. Leo tumejifunza kuhusu katiba. Tumeelewa katiba ya ufalme ni ipi. Tumekuwa tukisimama kudai vitu ambavyo huenda havipo kwenye katiba yako, lakini leo tunaomba Roho Mtakatifu atufundishe. Kila anayefuatilia kipindi hiki leo, mguse kwa neema yako, mpatie ujazo wa Roho Mtakatifu, mpatie uwezo wa kumsikia Roho anapomwelimisha. Mwelekeze sehemu gani akasome ili akasimame katika eneo hilo. Ninaomba kwa ajili ya wagonjwa wote ambao wanafuatilia kipindi hiki, ukawaguse kwa mkono wako, wapatie uponyaji. Ninaomba kwa ajili ya ndoa ambazo zinapitia changamoto na maumivu, ahadi yako ikapate kuwagusa pale walipo. Ninaomba kwa ajili ya watoto ambao wanaomba kwa ajili ya masomo yao, wapate elimu na ujuzi. Ahadi ya Shadrach, Meshach, Abednego na wale vijana wengine wote ikawe juu yao. Kuna ahadi iko pale, tukasimame katika hiyo. Ninaomba kwa ajili ya yeyote ambaye anasumbuliwa na nguvu za giza. Kuna ahadi ya kwamba kwa jina lako pepo ataondoka. Ukatende yote haya kwa ajili ya ufalme wako. Asante maana umesikia. Asante maana unakwenda kutenda zaidi ya vile tulivyotamka na kuomba. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini, amen. Mpendwa mtazamaji, usikose sehemu ya pili ya somo letu Jumatano ijayo muda kama huu. Bwana akubariki.